Sura ya 6. Umulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Umulkheri aliyeambia macho yake yatoke huko mbali yalikokuwa yametanga, akayarudisha darasani. Yakatazamana na ya mwalimu Dhahabu bila yeye Umulkheri kumwona mwalimu mwenyewe. Tangu kama Umulkheri alivyoitwa kwa kifupi, ajiunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye demu. Haya ni mazingira mageni kwake na hakuja hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano, ambaye kwa ushauri wa Wizara ya Elimu alimsajili na wengine 5 shuleni humu. Alikuwa mwana wa kwanza wa Bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuwahamisha hadi Mlima wa Simba, yeye ndiyo alikuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia Mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo wa mawimbi ya misiba, mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake. Yeye alikuwa mtu mwenye chake. Alikuwa mwenye hiba za zile alizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliamwafua haya kutoka kiganjani mwake, jinsi mbwa amwafuavyo mnofu wa mnyama kutoka kwenye mfupa. Akamtoa kashata kinywani, akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa mamba. Sasa ameipoteza. Ameyapoteza maisha yake. Amewapoteza ndugu na marafiki zake. Wanawe walisomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliyopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kima wastani. Mkewe Lunga, Naomi, naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapoolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya nyumba. Daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nongwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa aila yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake, nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali. Naomi aliiona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi kuisoma au kusimuliwa hadithi hii, ambayo kwa sababu ya kupitishwa kwenye vinywa vya mafanani wengi imesafiriwa na kuzaliwa upya. Hadithi inayosimuliwa hapa ni tofauti na niliyoisoma kwenye riwaya fulani. Bili inasemekana alikuwa mlowezi nchini humu. Baada ya kufariki kwa wazazi wake, Bili alijenga jumba la kifahari. Kisha wasemao husema kama Mungu alivyoona mwanzoni mwa ulimwengu, Bili naye akaona si vyema mwanamume kuishi peke yake. Bili aliwaza na kuwazua. Mwishowe aliamua kurudi kwao ugaibuni na kumtafuta Kipusa. Bili aliona kwamba hakuweza kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sali, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa bashasha kumwonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. Darling, this will be your home soon after our honeymoon, alisikika muungwana huyu akisema. Sali aliinua kipaji chake akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. This is a nest. I cannot live here. Not now. Not ever. Kipusa akawa ameliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwao ugaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Bili ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea husema kuwa Bili alichukia wanawake kuanzia siku hiyo.
Jumba hilo inasemekana na waliokuwapo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, haya siyo niliyotaka. Hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza Umu na wanuna wake. Huu uliishia kuwa mkarara katika ushairi wa Makiwa kwa Lunga kila mara hadi pale lile alilolihofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria kuwepo kwa ujumbe mfupi. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, uligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kuusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. Nimeondoka. Acha nitambe na ulimwengu. Huenda nikaambulia cha kukusaidia kuikimu familia. Nasikitika kwa uchungu nitakaokusababisha wewe na wanao. Kwaheri, Naomi. Lunga alihisi kama alivyochomwa kwa joto la tanuru. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe. Kwamba analilipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umetena kipindi kinachofaa kuniacha, Naomi. Lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa watoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii, Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia kihoro na hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho wa mwaka huo, Lunga alifariki na kuwaacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja, Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili, Dick na Mwaliko, walikuwa wametoweka. Alijaribu kumwita kijakazi Sauna kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangu wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua awatafute wapi ndugu zake wa Kembe. Dick alikuwa katika darasa la 7, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la 1. Taswira ya visa vyao watoto waliotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizia kutoka kwa majirani asipate wa kumwaumu. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Mimi ni Mulheri Lunga. Ninasoma katika shule ya upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu, huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani. Nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alieleza. Kutoonekana hakumaanishi wamepotea, alidakiza askari mwingine kwa ujeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikwambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye OB? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia nami sikuwaona? Mtu hukwambia anapotoroka au kutoroshwa, na hiyo OB ni nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande akajibu. Unasema kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndiyo afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu huku uso wake ukidhihirisha kuudhika. Jina la huyo kijakazi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, Anti Sauna. Lakini Mwaliko anamuita mami, Umu alijibu. Basi wewe rudi nyumbani. Watoto siku hizi wana mazoea ya kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya. Tukiwapata tutawajuza wazazi wako.
Yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa wanuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yaliyokuwa mazoea ya Sauna. Sauna alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa waajiri wake ili aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipe nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia binadamu kama malighafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kututunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu, tukuamini na kukupa fursa ya kututenda, Umu alijisemea. Alimlaani mama yake ambaye aliwatelekeza kwa ubinafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachompa mama uyabisi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikira za kila aina zilijitoma akilini mwake zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake. Alijiona akichukuliwa danadana na majanaume katika madunguro mbalimbali. Wazo hili lilimtia kigezigezi, malaika yakamsimama na mwili kumsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapamweki tena. Atatanga na njia aone jaala itakapomfikisha. Nitapigana kwa jino na ukucha kuulinda utu wangu. Nitatafuta haki ili kujificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha gari moshi, akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba. Yukatikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huo ulivyotana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaha siku zile baba yake akiwa mkurugenzi, hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili, alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa wakipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawiliwa kwao msitu wa mambo. Umu anapolitazama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia, na penye nia bila shaka njia hupatikana. Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kuwa ya heri. Atatafuta msaada kwa misheni yoyote. Huenda akapata pia kuishi na hata kuyaendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikira za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu. Nitawapata wapi hawa maskini, na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si athumani. Huenda sadfa ikatukutanisha. Moyo wa Umu ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda. Hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake, alikiona kibao kilichoandikwa Church Road. Na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa baba yake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata omba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatima. Anakumbuka alivyomsihi mama yake kumpa noti ya shilingi 100, akamkabidhi mmoja wa omba wale. "Mom, please, just a red. These guys are needy." Umu akamwambia mama yake. Mama mtu alijibu kwa mabezo,
These are pretenders. They have been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny. Hata hivyo, Umu alishikilia chuni apewe pesa hizo, hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia Umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa akipewa na baba yake kama masurufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba. Poa sana sister, we ni mnoma, siku moja nitakuhelp hata mimi, akajibu yule mvulana. Easy, nenda ukanunue loaf na promise hutanunua glue, please brother, Umu alimwambia huku akitabasamu. Promise, alimjibu kijana yule huku akikemnua vijino dhaifu vilivyotoa rangi ya dhuhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa, atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkahawa mkubwa mkabala mwa kanisa. Nje ya mkahawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani, kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha. Wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kukabidhilisha kwa nyingine, almaarufu mali kwa mali, ambavyo kweli vilikuwa vimesheheni matambara yaliyokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo, yanakwenda kuwa ganda la mua kwa uchungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivyo kwa wenzao, wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye Umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua, angalimuuliza jina lake. Labda hata hawa wenzake wanamjua. Aliamua kuendelea na safari yake. Huenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa." Alipogeuka, alipata ni yule kijana, kazaliwa upya, nadhifu, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi ninaitwa Hazina. Ndimi yule omba uliyeonyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita, lakini mtu hamsahau mhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya mihadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma, nina elimu japo akali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja. Hivi sasa ninafanya kazi kama mhudumu katika hoteli hii. Njoo unywe chai, Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua. Huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari hii ya dhiki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririka wote wawili. Hazina akimwonea imani Umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyu amefaulu kujitoa katika hali ya utegemezi. Huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi Umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimgusa Umulheri begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa peni kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa na watapatikana.
Serikali imezindua hazina ya kuwafadhili masomo ya watoto kama wewe. Wizara ya Elimu itakupa uhamisho katika shule ya hapa karibu. Mwezi mmoja baadaye, alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili ambako alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyo kuku mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la Mwalimu huyu aliyahadithia masaibu ya naye Bi Dhahabu akawa haishi kumhimiza kuwa jasiri kama katika kukabiliana na hali hii yake mpya. Hata hivyo, ilimwia vigumu kusahau yaliyopita. Tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka? Vipi mtu utasahau kale na hali unaiishi hiyo kale? Aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliyewahi kushuhudia mawi kama niliyoshuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi. Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine inakatalia migongoni mwao, mama mzima akiwaacha wana. Utasahau vipi hali hii? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha. Walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuzoea haya.